Sasa mimi siwezi nikakubaliana na hicho kitu, mke wangu. Unaona? Ni juzi tu nimetoka yeye kuzungumza naye. Au kuna jambo labda mtakuwa kuna jambo amekuhadithia ambalo mimi hawezi kunambia, ndilo linalomkwaza mpaka leo anaendelea yeye kubaki hapa. Hakuna kitu alichoniambia. Zaidi ya kumuona yupo hapa ndani, sielewi kinachoendelea. Sasa kama wewe unasema haja kueleza kitu, naomba sasa niambie mimi mwenyewe. Sasa hivi yuko wapi? Nimuulize mimi mwenyewe, labda ataniambia. Sasa hivi kampeleka mwanae shule. Wewe babla. Asante sana mpenzi wangu, nashukuru. Karibu kula. Sawa. Unajua chai ni tamu sana. Kwani? Serious? Sasa. Kwa kitu tumekumbuka. Kitu gani? Leo asubuhi wanafanya kazi zangu ndani, napika chai, nimepigwa hodi. Maeneo ambao pale nimefungua mlango nikamkuta mwanamke. Kwa mwanamke mwembamba hivi, alafu mweupe, mrefu. Ndio. Kwa hiyo ananiangalia alafu akenda zake. Na mimi nikamwangalia na mimi nikarudi ndani. Sijui anamaanisha nini mwanamke. Nini? Kuna nini? Hamna kitu, kuna chai tondoke. Kwa nini? Hamna tatizo, kuna chai tondoke tu. Mara moja hiyo. Hebu njoo. Vipi, mbona unalia? Haya, naomba tuambie basi na mama yako tuweze kujua, kwa sababu wewe umetoka, ulipotoka, umefika hapa unalia. Sisi tutafahamu nini kimekukuta ulipotoka. Hebu tueleze kuna nini? Baba, tuambie basi, tunakuona tu unalia, unaingia unalia, tujui sababu ni nini. Tuambie basi kama kuna shida. Baba. Chomeka amefanyaje? Wakati narudi kumpeleka Rii shule nilipita kwa Chomeka. Tena kuangalia vitu vyangu baba. Gonga mlango nitoka mwanamke na inamaanisha hamna mtu yote zaidi ya yule. Mwanangu, mimi msinidanganye, mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu mzima. Hivi mke wangu, mipango mmepanga pamoja na mwanao ili kuweza kunizunguka mimi na kupanga mipango ya kuweza kuendelea kukaa mtoto hapa. Sitaweza kukubaliana na mipango yenu kwamba aendelee kubaki hapa. Huyu ni mke wa mtu sasa. Ingelikuwa sikumwita mumewe akakiri makosa yake na akakubali na akasema kwamba
hatarejea tena alichokifanya. Leo anaambia huyu kamkuta mwanamke. Si mipango tu mnanipangia mimi njama hii ili aendelee kubaki hapa. Naogopa sana hilo jukumu. Sitaweza kuishi na mke wa mtu hapa. Pengine alikuja hapa kusema tu kwamba amebadilika, ameacha, lakini tabia zake bado anazo zile. Mimi siwezi kukubaliana na hicho kitu, mke wangu. Siwezi kukubaliana na hicho kitu. Mimi siwezi kukubaliana na hicho kitu. Nataka nihakikishe mimi mwenyewe ikiwa hichi anachokizungumza yeye ni cha kweli. Mimi nitatoka na nitakwenda huko kwa Chomeka ili ende akachomoe, maana nihakikishe mimi mwenyewe hicho kitu. No, no, no pain, no, no, no love, no, no, no pain, no, no, no love, no. Isamoba mke wangu. Asante sana kwa kuvunja hisia za binti yangu. Kumuona muongo kote na kumkanusha. Hivi kumbe ni ujinga unaofanya huu? Sasa nasema hivi, kuanzia hivi sasa kaa mbali na binti yangu. No, no, Kwaheri. no pain, no, no, no love, no, no, no pain, no, no, no love, no, no, no pain, no, no, no love, no, no, no pain, no, no, no love. Pole sana binti yangu. Unajua changamoto ni sehemu ya maisha. Tatizo yaliyokukuta, shida ulizopitia, yote haya ni miongoni mwa changamoto. Ningependa tu kukuambia kwamba huku ni kukomaa kimaisha, na nilikukanusha sana mimi kwa yale yote ambayo ulikuwa ukiyazungumza juu ya malalamiko yako kwa mumeo. Kwa bahati njema nimeweza kufika mimi mwenyewe na nikashuhudia vitimbi vyake. Lakini hivi nikuulize kitu binti yangu, labda ikitokea Chomeka atakurudia tena hapa kuja kukutaka msamaha, utamkubalia? Hapana baba, siwezi. Kwa nini? Kwa sababu hii situation sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili. Na nishajaribu kuliongelea, lakini mambo yanayotokea ndio yale kwa yale. Ni kweli hata mimi napata sura ya kwamba si mwenye kubadilika. Kwani alikuja akaongea maneno mazuri hapa, lakini kwa kilichotokea pale ni kweli yaonesha kwamba hawezi kubadilika. Ila nakuomba sana, kwa haya ambayo yanaendelea sasa, niwabebe mimi kama mzee wako ambaye nakaa na wewe hapa, niweze kuzungumza na wazazi wake pia. Hofu yangu mimi
nimeshashuhudia kwa macho yangu matendo yake kama ulivyokuja ukayalalamikia kwangu, lakini pengine hata wazazi wake hawawezi kujua nini kinaendelea kwa mtoto wao. Kwanza ningependa na wazazi wake niwajulishe, lakini pia niwajulishe kwamba binti yangu tayari ameshachoka na mtoto wenu kutokana na vitimbi na mambo yote ambayo anafanya kwa mtoto wetu. Na baada ya kuzungumza kitakachoamulika hapo, mimi nitakubaliana na wewe na nikutoe hofu kwamba wewe ni binadamu bado, uko hai. Kuna maisha pia ambayo utahitaji kuishi. Ningekuomba sana atakapotokea mwingine yoyote, uwe ni mwenye kufikiria na kumchunguza sana, kwani huyu alikuja tu, ulimleta tu wewe hapa na sisi kwa vile ulituambia kwamba yuko vizuri, tulishindwa kujiridhisha kutokana na tabia zake, kwani tabia huchunguzwa mwanzo kabla ya kufunga ndoa. Sasa nitaomba ikiwa atatokea mtu, basi ni vyema tukashirikiana mapema katika uchunguzi. Nadhani umenielewa binti yangu. Ndiyo baba. Haya, mimi nipo ndani. No, no, no pain, no, no, no love, no, no pain, no, no love, no, no pain, no, no love, no pain, no, no love. Karibu pita baba. Asante mamangu. Sio hivi nilivyovaa. Ni muda wa kwenda kazini sasa. Kwa hiyo sio nikapita ndani. Ni kweli, lakini ungepita ndani ukapata angalau chochote. Asante mamangu, nashukuru. Nitakuja kupita muda mwingine. Basi sawa, ngoja nikuitie mwenzio. Okay, sawa. Esma! Esma mami! Yes ma'am. Oh, kuna mgeni. Machano. Bibi hali. Nzuri. Basi tuanze tu ndani tukaongee, tusiongee hapa nje. Nahisi panatosha kwa sababu nilivyovaa naelekea kazini na. Sawa. Okay. Nimekuja hapa na jambo moja nataka kukuambia. Kitu gani hicho tena? Naomba unisamehe sana Esma. Kwa sababu nimekaa, nimefikiria, nimewaza sana. Nikagundua kwa wewe si mwanamke sahihi katika maisha yangu. Unaongea nini? Tumekaa siku zote hapa, matani mengi, hata matani bwana Machano. Sina tani katika hilo. Kuanzia sasa sikupendi. Kaa mbali na maisha yangu, sikutaki. No, no, no pain.